zinaruhusiwa. Wana maneno yao vijana huko mtaani huko, si popo kanyea mbingu, si makorokoro gani. Yani wana maneno yao vijana huko mtaani. Sasa hayo ya popo kanyea mbingu unaruhusiwa. Lakini ni haram, thumma haram, thumma haram kwenda utakapo. Unatakiwa uende utakavyo. Sawa. Mtu kama huyu akifanya toba, Mwenyezi Mungu, nataka pia nijue swali, kuna limit ya toba? Kwa sababu kwa mujibu wa dini ya Kiislamu pia msengenyaji dhambi yake ni kubwa sana, si ndio? Na mnafiki. Sijui kama hawa watu Mungu anawasamehe, na je, mtu ambaye anafanya kitendo cha kaumu Lut anasamehewa akifanya toba? Hakika. Ukirejea kwa Mwenyezi Mungu, inna Allaha tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu ni mpole na mwenye kusamehe. Ghafuru rahim, mpole msamehevu. Mwenyezi Mungu hanaga shida kwenye kuomba, kwenye kusamehe. Dhambi zote zinaweza kusamehewa isipokuwa shirki, kama utakufa nayo pia. Yani ukafa we ni mshirikina, Mwenyezi Mungu hata kusamehe. Na dhambi zingine zote ukifa hali ya kuwa hujazitubia, Mwenyezi Mungu hata kusamehe. Lakini dhambi yoyote ukiamua kuiacha kwa dhati ya moyo, milango ya Mwenyezi Mungu iko wazi. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Enyi mlioamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba ya kweli kweli. Kwa hiyo ukirejea kwa Mwenyezi Mungu kwa dhati, hata hayo unayomuasi Mungu anakusamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni sataru, Mwenyezi Mungu ni mwenye kustiri. Okay. Sawa. Kwa hata shoga anasamehewa? Akiacha na kurejea kwa Mungu anasamehewa. Kwa Mungu hakuna Mungu hana nongwa. Wenye nongwa binadamu, kinikosea leo litakuwa bifu mpaka kiyama. Mungu hana nongwa. Kikubwa ni kuamua kuacha kwa dhati. Okay. Sawa, natamani kuuliza hiki kitu. Sijui, hebu hiki tu discuss kwa sababu unajua vitu vingi sana vya universal. Kizungumza hiyo tutakuwa naielewa. Mpaka mwanaume anakuwa katika hali ile, ni anazaliwa na homoni zile, kukaa na wanawake, ama anaharibiwa? Kwa sababu mpaka sasa hivi dunia bado haijajua chanzo kikubwa cha wale watu ni nini. Kwa mujibu wako wewe, unafahamu pengine siri za ndani za dunia ambazo zipo katika upande wa giza za university, unaweza kutufafanulia leo hiyo? Sababu mimi mwenyewe pia sijui. Kuna mwingine anakuwa katika mazingira tu ya kiume, baadaye anakuwa hivyo. Mwingine anakuwa mtoto mama sana kuchambana chambana, mtoto anaadapti. Mwingine familia baba kabisa anakuja na adapt. Chanzo nini ni hasa hiki kitu? Na kina power gani? Hakuna chanzo maalum. Hakuna chanzo maalum, wala hakuna tafiti ya kisayansi ya moja kwa moja inayoonyesha hasa chanzo maalum. Vyanzo viko zaidi ya kimoja na sababu ziko zaidi ya moja. Nitataja chache. Chanzo cha kwanza cha watu kuingia kwenye ushoga kinasababishwa na uwepo wa majini mahaba. Kuna watu by nature wanamume na kuna watu by nature wanawake wamekuwa na nguvu za giza katika miili yao, yani spiritual power zinazowafanya wapende kufanyiwa tendo hilo. Wako, yani mtu anafika mahala yeye anapenda kufanyiwa tendo hilo. Yeye mwenyewe tu by nature, wakati mwingine anaota anafanyiwa hilo jambo mpaka anazoea. Hilo kundi la kwanza. Kundi la pili la wanaoingia katika mkasa huu na matatizo haya ni wale ambao katika makuzi yao wakiwa katika umri mdogo wamezoeshwa taratibu kuliendea tendo lenyewe, yani kufanyiwa tendo lenyewe. Mfanyaji anajikuta anapata nikotini ya kuzoea kufanya jambo hilo. Mfanyiwaji naye anapata nikotini ya kuzoea kufanya jambo hilo ama kufanyiwa jambo hilo, kwa sababu kufanya au kufanyiwa tendo hili ni kama ilivyo sigara. Yani mdomo unatamani kugusa, lips zinatamani kugusa pisi ya sigara muda wote pindi mvutaji anapofanya nini? Anapozoea. Hiyo ndio kanuni ilivyo. Kwa sababu ya pili, wanasema inatokea mtu
kujifunza zile tabia na kuwa amezizoea na kuwa chronic katika mwili wake, akitamani jambo hili kulifanya mara kwa mara. Kundi jingine ni wale ambao wameanzishiwa jambo hili bila ridhaa yao. Yani mtu anamdanganya hiki kwa sababu ana tamaa ya maisha, labda anampa 10,000, anampa 5,000 katika umri mdogo, anamjaribu mpaka anajikuta anazoea. Na kundi la tatu ni hawa ambao wana shida ya mfumo wa kihomoni. Yani mtu amezaliwa mwanamume lakini ana wingi wa homoni za kike, mwisho wa siku anajikuta anaingia katika kuangukia kwenye mikono ya shetani. Kwa hiyo iko hormone, tatizo la kihormone lipo. Wako watu, mimi daktari nakutana na watu wengi huko. Wakati niliwahi kukutana na mmoja kati ya watu ambao walikuja kuniona, kanieleza, Sheikh, mimi tatizo langu kubwa ni hili. Yani yeye anasema maisha yake, yani hata anapotaka kukutana na mwanamke, yeye ni mwanamume, anapotaka kukutana na mwanamke basi anatamani angalau ashikwe kwa vidole na yule mwanamume, yani yule mwanamke, yani yule mwanamke amshike kwa vidole ndio anamstimulate kufanya hilo jambo. Lakini ukimwangalia na hormone na sign zote za hormone za kike kuwa nyingi, yani matiti makubwa, kulegea kwa macho, viungo na kadhalika. Kwa lipo tatizo la kihormone linaweza kusababisha hiyo hali. Mwingine anasema tumachie Mungu. Naam. Na uumbaji wake. Naam. Ni mahaba anamngiaje mwanaume mpaka anakuwa ubobo? Kama anavyoweza kumuingia mwanamke na mtu mwingine yote, kwa sababu jini anaingia kwenye mwili wa mwanadamu kwa kutumia njia za hewa, zile tundu 7 za hewa ndio anaweza kuingia, na anapoingia ndani anajinyumbulua na kuingia kwenye mishipa ya damu, na anafanya vitu viwili kati ya kimoja. Kama anataka kuutumia mwili moja kwa moja, anatengeneza chip maalumu ya kichawi inayotengenezwa na mashetani, ambayo inakuwa kama kiti chake, mfano wa line kwenye handset ya simu, kwamba akishaivisha humo automatically yeye ana mamlaka ya kuingia na kutoka, na wewe unakuwa nyumba yake. Lakini wakati mwingine anaweza kuwa tu anatembea, anafanya shughuli zake kwenye mwili, anakutumikisha anachokitaka, then anatoka anaendelea na maisha yake na kanji. Kwa hiyo kwenye majini wako wa aina mbili. Kuna ambao wana maskani ya moja kwa moja ndani ya miili ya watu ambako kuna viti vyao vya kiutendaji, na kuna wale ambao hawakuweka viti lakini anaingia na kutoka na kufanya yale anayoyataka. Sawa, nataka tumalize na haya maswali mawili ya mwisho matatu. Masturbation imekuwa ni global disease sasa hivi. Juskati nimekuwa stajabu kwamba takwimu zinaonyesha pia wanawake wanakuja kwa kasi sana kwenye tatizo hilo la kufanya masturbation, na wengi sana wanahitaji misaada pia. Ni jini mahaba kufanya masturbation. Kuna watu hawawezi kuacha, na mimi siwezi. Kuna mtu kaoa lakini lazima mimi siwezi kuacha. Ndio nasikia raha nikifanya kuliko nikikutana na mke wangu. Lakini sasa pia kuna wanawake, nishapata kesi moja, mtu ananiambia kwamba mwanamke hata ingiliwe vipi, mwingine vipi na mke wake afurahi mpaka mwanamke mwenyewe ajifanyie masturbation, akanishamfanyia mara kibao mke akifanya masturbation. Ili ni jini mahaba ama ni akili ya mtu? Yote mawili. Kwenye section hii ya masturbation kwa wanamume na wanawake, ni kama tu nilivyoelezea kwenye swala zima la jini mahaba na tendo la kuingilia ama kuingiliwa kinyume na maumbile. The same, yanafanana, kwa maana ya kwamba mimi wakati fulani pia nimekuwa nikikutana na kesi za wanamume, za wanawake ambao wameingia katika swala zima la masturbation. Anakuja kwako anasema yeye hasikii chochote anapokuwa na mwanamume, yani chochote, hahisi chochote, na anapolazimika kufanya mapenzi na mwanamume anatekeleza wajibu wa kumridhisha mwenzake ili aendelee kupata mradi wake. Lakini kwa maana ya kujiridhisha na kufanya mwili uwe na furaha, basi yeye anatamani sana kufanya masturbation, na sio tu kufanya, yani mwingine hata kufanyiwa hiyo masturbation na mwenzake anaoshinda. Kwa mfano mwanamke anaweza katika zile system za kukutana, kabla ya kukutana kuna michezo inaendelea, mwanamume anaweza kumfanyia vitu mke wake. Sasa anasema hata inapofikia mahali mme anataka kumsaidia mwanamke kumchezea ili afikie ile hatua ya mwisho ya kumaliza haja zake, haenjoy kama ambavyo atajifanyia mwenyewe. Hiyo ipo. Kwa hiyo kuna vitu viwili pia, kuna tabia binafsi za watu kwa kuzoea kuangalia. Unajua sasa
hivi shida kubwa nyingine iliyopo ni tatizo la utandawazi. Unajua utandawazi unafanya watu wengi wanajifunza wasiokuwa wasingeweza kuyajua kirahisi. Lakini watu wengi wenye tabia hovyo za kishenzi wamekuwa kiposti vitu ambavyo jamii nyingine inapojifunza kwa ushamba wa akili, kwa ufinyu wa mawazo, kwa uchache wa kufikiri, wamekuwa na hiyo tabia ya kujaribu yanayofanywa na watu wengine. Kwa hiyo leo utandawazi nao umekuwa mchango mkubwa sana kwenye kuiharibu jamii, kwa sababu kuna watu wanafanya vitu alafu wanavirusha mtandaoni. Kitendo hiki kinafanya watu wengine wanapenda kujaribu, wanapenda kuigiza. Na leo wako vijana wadogo under 18 wana uwezo wa kutumia simu za smartphone kwa kiwango kikubwa, na simu ni mwalimu mzuri au simu mwalimu mbaya. Sasa wanapokwenda kujifunza vitu kama hivi, mtu anatengeneza ile hali ya kuzoea kile anachokifanya. Kwa hiyo niseme tu, wako wanaofanya kwa fikra zao, lakini wako wanaofanya kwa ajili ya mashetani pia. Yani wameguswa na majini mahaba katika maisha yao, wanawavuta na kuwapeleka kwa kile wanachokitaka, kwa sababu mara nyingi jini anapoishi kwenye mwili wa mtu anaweza kucontrol sensi za mwanadamu yule na kuzitumikisha anavyotaka. Kwa hiyo akajikuta ameingia kwenye tatizo bila ya kutarajia. Naam. Sawa, swali langu mawili ya mwisho ni hili la kwanza. Visomo, dua inaweza kumbadilisha mtu kwenye hali ya ushoga na kuleta kwa wanaume wa kawaida? Na je, wewe unaweza pia hilo? La mwisho, tuanze na hilo kwanza. Visomo na dua vinaweza. Visomo na dua vinaweza, lakini lazima vifuatwe na counseling. Lazima huyu mtu afanyiwe counseling, afanyiwe ushauri nasaha. Kwa sababu mtu ambaye ameingia kwenye mahusiano ya jinsia moja, huu ni uraibu kama ilivyo pombe, ni uraibu kama ilivyo unga na vilevi vingine. Kwa hiyo pamoja na kumzuia na kumhofisha, kwa maana pamoja na kumfanyia dua, kumuombea kwa Mwenyezi Mungu, lakini uipo haja nyingine muhimu sana kuhakikisha anafanyiwa counseling. Yani yule mtu anaelezwa madhara, ubaya, athari na faida ya yeye kuacha. Hivyo vitu vinawezekana. Kwa hiyo usiseme tu utafanya counseling peke yake ama utafanya dua peke yake. Ni vizuri viwili hivi vikafanywa pamoja. Kama ambavyo leo tuna vituo vya watu wanaojishughulisha na mambo ya uraibu, wanafanywa counseling na kutafutiwa vitu mbadala, vivyo hivyo wakati umefika, kama iko haja sasa tuwe na vituo vya kuwashawishi vijana na watu wanaofanya mambo haya wajikute wanapata ushauri nasaha. Na kama kuwaweka vituoni itawapotezea ile heshima yao, itawaathiri, itawafanya wafike mahala wafichuke aibu zao, basi wale watu ambao wanafikiwa na watu hawa au jamii zinazoishi na watu hawa, ni muda mwafaka sasa kuto kuona aibu, kuzungumza na familia zao, kuzungumza na jamii na ndugu zao, ili kuwanusuru na athari ya mwenendo wa matatizo ya kishoga ama swala la usagaji. Sawa. Swali la mwisho ulisema. La mwisho. Sasa songeze sana. Vitu vitatu mtu vya kuzingatia anapotaka kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Nitakuuliza hilo kwa sababu kuna mwanamitindo anaitwa Kalisa, amerudi rasmi kwa Mwenyezi Mungu. Tumemwona na amemaanisha toka alivyosema anajutia maisha yake ya ujana haya, kutoboa hereni na nini, matatu. Tumeona ameoa pia na anaswali sasa hivi misikitini kwa na mashehe. Vitu vitatu vya kuzingatia mtu anaporudi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumeona kuna vijana ambao wamerudi kwa Mwenyezi Mungu lakini baada ya muda fulani wakarudi kule kule kwenye dunia yao. Sasa kwa sababu sisi tunaonaga ni shehe, na mara nyingi mimi naonisha habari wenzangu tunasemaga Dr. Sura anaendaga na wakati, the more unavyomkuta na the more ambavyo ana switch. Unamshauri nini huyu kijana ambaye anarudi kwa Mwenyezi Mungu, kama dada anarudi kwa Mwenyezi Mungu, vitu vya kuzingatia ili visitetereshe imani yake? Kimsingi vitu vitatu vya msingi kwenye kuomba au kumrejea Mwenyezi Mungu, na nitajaribu kuvitaja kama ni vitatu ama vitakuwa vinne. Cha kwanza ni kugundua kwamba unachofanya ni tatizo.
Huo ndo msingi wa kwanza wa kurudi kwa Mungu. Yaani nafsi yako ikubali kwamba hiki ninachokifanya natengeneza mahusiano mabaya baina yangu na aliye niumba. Kitu cha pili, kuweka adhima katika nafsi ya kuacha na kutokurudia. Kuacha na kutokurudia. Jambo la tatu, kuamua sasa kwa dhati ya moyo kutenda mema. Yaani kukithirisha wingi wa mema zaidi ili kufuta yale uliyoyafanya. Kwa sababu unapofanya dhambi unaandikiwa dhambi. Kufuta hizi dhambi ni kuongeza thawabu. Kwa hiyo ni lazima ujitahidi baada ya kuacha dhambi ujikithirishe kutenda mema ili kufukia mashimo uliyoyafanya ya dhambi. Na jambo la nne la msingi katika dua ni kuamua kumuomba Mwenyezi Mungu akupe kinga madhubuti itakayo kuzuia kurudi katika yale uliyoyafanya. Kwa hayo mambo manne ndiyo taubatan nasuha. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha ni kile kitendo cha kuadhimia kuacha dhambi, kutokuirejea, kama ambavyo chuchu ya nyonyo la mnyama au mwanadamu linavyokamua maziwa kutoka kwenye titi, na kamwe maziwa hayo huwezi kuyarudisha tena ndani ya tundu ya chuchu ya mnyama ama mwanadamu. Hii ndiyo maana ya taubatan nasuha, na hii minne ndiyo misingi ya kuomba msamaha, ndiyo misingi ya kumrejea Mwenyezi Mungu. Tusole, mimi kwa haya nakushukuru sana. Binafsi nikushukuru pia, asante sana, karibu sana, muda wote tuko pamoja. Asante. Nafikiri kuna vitu vingi vya kujifunza hapo, umeweza kunote. Kidogo mada yetu ilikuwa ni very sensitive, kwa hapo tumeweka description ya maelezo. Watu kuanzia miaka 16 waweze kuitazama hii video hii.